Habari, mimi naitwa Kala, ni daktari wa Kitanzania ambaye anaishi Marekani kwa sasa. Na leo kama kawaida nakuja na mada inayohusiana na issue za afya, fursa za afya kwenye nchi mbalimbali duniani ikiwemo nchini Marekani. Leo nakuja na mada ya jinsi ambavyo daktari wa Kitanzania au daktari yote aliyesoma nje ya Uingereza anaweza kufanya kazi Uingereza, I mean the UK au United Kingdom maarufu. Sasa ukitaka kufanya kazi Uingereza kama daktari uliosoma nje ya Uingereza, kuna hatua ambazo unatakiwa uzifuate. Cha kwanza ni uhakikishe kwamba chuo chako kimekuwa registered. Kuna website moja inaitwa World Directorate of Medical Schools. World Directorate of Medical Schools. Unatakiwa uingie huko afu usearch kama jina la chuo chako lipo. Kama jina lipo maana yake unaweza kuanza process ya kuanza apply. Hivyo ni vyuo ambavyo vimethibitishwa kwamba ni vyuo ambavyo viko sawa, ambavyo vina ubora ambao umekidhi vigezo vya kidunia. Baada ya hapo unatakiwa ufanye mtihani wa Kiingereza. Kuna mitihani miwili. Mtihani mmoja unaitwa IELTS. Ukifanya mtihani wa IELTS unaweza kufanya hapa Dar es Salaam, kuna vituo vya kufanya huo mtihani. Mtihani una vipengele vinne: kusoma, kuandika, kusikiliza na kuongea. Na katika huo mtihani unatakiwa upate angalau point 7.5 au 7.5 kwa kila kipengele. Au ufanye mtihani unaitwa OET. OET ni mtihani wa Kiingereza pia ambao unatakiwa upate grade B. Sasa katika kitu ambacho ni cha kushangaza, watu wengi huwa wanafeli sana huu mtihani wa Kiingereza hata kabla hawajafikia huu mtihani mtihani wa udaktari wenyewe. Kwa hiyo inabidi uchukulie serious, ujiandae vizuri, utafute resources za kujiandaa nazo. Usichukulie poa poa kwa sababu mtihani ni gharama. Unaweza kuwa kwenye sasa hivi maybe dola 300 au 400 hapo, sina uhakika kwa Tanzania. Lakini unatakiwa ujiandae vizuri. Kama nilivyosema, mtihani unafanyika Tanzania. Huu mtihani wa OET Tanzania haupo. Kuna mshikaji mmoja nilisoma naye, actually nilifanya internship Mloganzila, aenda kufanyia South Africa. Yeah. Lakini kwa sababu IELTS iko Bongo unaweza kufanya hapo Tanzania. Ufaulu mtihani wa Kiingereza, hatua inayofuata ni kufanya mtihani wa bodi sasa ya Uingereza huko. Ufanye huo mtihani ufaulu. Mtihani wa kwanza unaitwa PLAB. Kwa kuna PLAB 1, kuna PLAB 2. PLAB 1 ndio mtihani wa kwanza. PLAB 1 inafanyika sehemu yoyote. So lazima yaani kuna center mbalimbali Afrika na duniani kwa ujumla ambazo unaweza kwenda kufanya mtihani. Kwa Tanzania, sehemu ya karibu ambao kuna kituo cha mtihani wa PLAB ni Kenya. Unaweza kwenda Kenya kufanya PLAB, afu kasikilizia matokeo. Matokeo yakitoka ukafaulu, na mtihani unaitwa PLAB 2. Huo unaufanyia Uingereza. Na huu mtihani pia kwa sababu ule mtihani wa kwanza wa PLAB 1 ni wa kuandika tu, multiple choice. Lakini huu wa pili unahusiana pia na clinical skills. Kwa hiyo unatakiwa pia ujiandae vizuri. Mambo yote ambayo nayazungumza hapa nayazungumzia kama summary tu, lakini kila kipengele ukitaka ukifanya lazima utafute resource ili uweze kujiandaa vizuri na kipengele husika. Na resource unaweza kwa Google mtandaoni, ukauliza watu waliofanya huo mtihani before, kabla yako. Mitandaoni kwa Facebook kuna magrupu ya PLAB, kuna magrupu ya hiyo mtihani ya IELTS, OET.
unaweza kaenda kwa soma kule. Unaweza kuingia YouTube pia ukajifunza zaidi. Ukisha faulu PLAB 2 sasa, ambao nimesema hii PLAB 2 unaenda kuifanyia Uingereza. Unakuwa uko tayari sasa. Unatakiwa ufanye application upate leseni. Inaitwa GMC registration. Kwa unaomba, kuna website yao, unaingia kule, una apply, unapata leseni ya kuwa uwezo wa kufanya kazi Uingereza. Baada hapo sasa, kinachofuata ni kuomba kazi. Una apply, unaingia sasa. Kwa watu wengi ambao wanaanza wanatoka nje ya Uingereza, kazi rahisi kupata ni kazi za NHS. NHS ni kama kazi za nani ambazo ziko chini ya zinasimamiwa na serikali. Kwa hiyo ni rahisi kupata hizo kazi. Ukishapata hizo kazi, kinachofuata, kwa sababu hiyo kazi unaomba ukiwa bado uko Bongo. Ukipata job offer, kinachofuata ni kuomba visa. Kwa hiyo ukienda pale ubalozi wa Uingereza, kigezo chako, kwa nini unataka kwenda Uingereza? Ni kwamba nimepata kazi na barua unayo pale na nini fresh. Basi baada hapo unaruka, unapanda pipa, unaruka unaenda Uingereza, unaanza maisha mapya, unafanya kazi pale kama daktari. Sasa haya mambo wenzetu wameyafanya sana. Mimi kipindi nafanya internship pale Mloganzila, nilikuwa na washikaji kama 5 hivi. Wote ni Wagana na wa Nigeria. Kama 5 au 7 hivi. Ambao wote baada ya kumaliza internship pale walifanya, yani kipindi wanafanya internship walikuwa wanafanya na ile mitihani. Kwa hiyo baadaye wakafanikiwa, na tangu tumemaliza internship mwaka 2021, huu ni mwaka wa 4 baada ya internship, tayari wameshafanikisha. Sasa hivi wanaishi Uingereza, wanaishi na kufanya kazi huko. Kwa hiyo naweza nikasema ni vitu vigeni kwetu, kwa sababu sio Tanzania wengi tunajiandaa tu kufanya kazi Tanzania. Lakini kuna fursa mbalimbali nje ya Tanzania. Lakini kitu ambacho pia nimekiona ni kwamba hizi fursa sio rahisi, zina ugumu, zinamtaka mtu ambaye ni mpambanaji. Sio Tanzania tumeshazoea kwamba unatumia tu link, una apply, unapata. Lakini kama nilivyokusomea kwamba huu mtihani una vipengele. Unaanzia huku, kutoka huku unaenda huku, ukitoka huku unaenda huku. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye uko serious, ukapambana, unaweza kufanikisha. Na gharama zake sio kubwa kama za kufanya mitihani hii mitihani ya udaktari Marekani. Unaona? Na safari yake sio kama ni nyepesi, lakini ukikompea na hii ya Marekani ni nyepesi kidogo. Kwa hiyo siku nikipata nafasi nitazungumzia pia. Kuna mtu mmoja aliniuliza kwamba kama naweza nikakompea between safari ya kufanya kazi Marekani kama daktari USMLE na PLAB. Kwa hiyo hilo swali nimelipokea na nalifanyia kazi. Siku nikipata nafasi nitazungumzia hilo, lakini leo point yangu kubwa ni kuzungumzia safari ya Uingereza, ambayo ni kwa Tanzania sisi kwetu ina urahisi, ina nafuu kuliko safari ya Marekani. Unaona, sisi kwamba nakatisha tamaa kuja Marekani, lakini natoa alternative. Unaona, ndio lengo la hii account, kuzungumzia fursa mbalimbali ili mtu mwingine aweze kufuatilia. Kwa hiyo kama una swali, kama una issue yote, acha comment kwenye platform yangu, like, subscribe, share na washikaji.
Na kama swali lako litakuwa ni zito sana ambao unahisi watu wengi wanahitaji kujua, naweza kutengeneza video kuhusu swali lako. Yes. Leo tumeishia hapo. Niwatakia siku njema.